Karibuni katika chaneli hii yetu ya Biblia Msingi wa Kweli, tupate kujifunza pamoja kupitia kwenye maandiko matakatifu ya Biblia na kwenye kitabu cha Qur'ani. Remember to subscribe. Muda nijiomba hizo dakika zetu watu waangalie wakiwa wawili, ili mtu mmoja asije akapewa nyingi na mwingine akapewa chache. Kwa hiyo nafikiri nataka kwanza niwasalimie Waislamu, maana ndio wengi na hapa ndio wametukaribisha. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na wale ambao ni Wakristo ambao huwa wanahudhuria mkutano huu, pia na wao nataka niweze kuwasalimia kupitia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kwanza sasa naomba unihesabie muda niweze kuchukua dakika zangu 15 kuwakilisha mada Wakristo sio makafiri, Waislamu ndio makafiri. Hiyo ndio mada ambayo nitakuwa mimi nikiweza kuipeleka mbele yenu. Kwanza mada hii ni mada ambayo iko na hoja nyingi sana, ambapo dakika 15 haziwezi kutosha kwa kuchimba mambo mengine ya ndani. Kwa hivyo nitaweza kuangazia mambo ambayo ni point, alafu ndio niweze kutumia dakika 15 ambazo mmenipa. Kwanza, Waislamu wamekuwa wakiwaita Wakristo makafiri. Hiyo kwa Waislamu si baya kuitana makafiri, lakini Wakristo sijawasikia sana wakiwaita Waislamu makafiri. Lakini nataka niwaambie Wakristo wanaosikiliza, kuanzia leo wajue ya kwamba Waislamu ndio makafiri, wao si makafiri. Kwa nini? Nataka unisikilize kwanza. Neno kafiri ni neno la sifa. Kuna mtu aliye na sifa ya kuitwa kafiri. Kwanza nisaidie kitabu kinaitwa Raha za Peponi. Raha za Peponi ukurasa wa 10. Kwanza tuelewe neno kafiri lina maana gani. Hebu soma. Inasema ndio ukafiri ni neno la Kiarabu. Kwanza jina ukafiri ni neno la Kiarabu ambalo maana yake ni upingaji. Basi kwanza neno kafiri maana yake ni upingaji. Kwa hivyo wale ambao ni wapingaji ndio wanaitwa makafiri. Sasa leo tunataka tujue kati ya Wakristo na Waislamu nani wapingaji, yani nani makafiri. Sasa ili tujue nani makafiri, kwanza jina kafiri ndio liingie kwenye Qur'ani. Kabla Qur'ani haijaandikwa, hilo neno kafiri limekuwa likitumika ndani ya Biblia. Mwalimu wangu niko, hebu nipe Nehemia 5 aya yake ya 8. Nehemia 5:8. Hiyo neno kafiri limekuwa likitumika zamani hata kabla Qur'ani kuandikwa. Na Waislamu leo nataka tutumie hoja tena za msingi ya kufanya watu wawe kafiri. Wanafaa kuwa na sifa gani? Soma hiyo. Ninasoma Nehemia 5:8. Ndio nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Soma hivi. Nikawaambia sisi kwa kadiri ya uwezo wetu ndio tumewakomboa ndugu zetu. Wayahudi waliouzwa kwa makafiri. Basi kumbe kuna Wayahudi ambao walikuwa wameuzwa kwa makafiri. Kwa hivyo neno kafiri sio neno limeanza jana Muhammad akizaliwa. Ni neno limekuwa tangu jadi, Biblia imeandika. Sasa kwa sababu ni vitabu tunatumia, sio akili zetu, naomba unichukulie Qur'ani tafsiri ya Al-Muhsin Al-Barwani, ambayo kwanza huyo ni mtafsiri wa Qur'ani na mwenye kuheshimika katika dini. Watani na hawa ambao barabarani hakuna kitu ambao wametafsiri. Hebu nisaidie kitabu cha Qur'ani 16:124 fafanuzi yake. 16:124. 16:124 fafanuzi ya hiyo aya. Inasemaje? 16:124 inasema hivi. Soma. Najadiliana na watu wa dini zilizotangulia. Na ujadiliane na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia. Kumbe kuna dini ambazo zilitangulia kwa mujibu wa Qur'ani. Na dini ambazo zilitangulia ni dini za watu wa Biblia. Hiyo ni Qur'ani, sio mimi. Hiyo ni Qur'ani. Labda mwalimu
Biblia iko hapo kwenye kiwanja hapo. Sasa kwa sababu watu wa Biblia ndio waliotangulia, kwa hivyo kauli yao ni tangulizi. Kauli itakayokuja nyuma ndio inaitwa kauli ya kupiga, yani kauli ya makafiri. Kama Waislamu watakuwa walikuja nyuma, basi Waislamu kauli yao ni ya kupiga, ni kauli ya makafiri. Sasa nauliza Qur'ani, hawa Waislamu walikuja nyuma ama hawakuja nyuma? 62:3 Al-Farsi inasema tena, Qur'ani imesema dini zilizotangulia ni Wayahudi na Wakristo wanaotumia Biblia. Qur'ani imekuja juzi, tupe habari, inasema 62:3 Al-Karim. Soma hiyo al-isti'adha wal basmala. Inasemaje? Na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao, na hao ndio sisi nani Waislamu tuliokuja nyuma. Kuna Waislamu walikuja nini? Nyuma. Na dini zilizotangulia ni watu wa Biblia. Kwa hivyo watu wa Biblia kauli yao inaitwa kauli tangulizi. Watu wa Qur'ani wanaitwa kauli iliyokuja nyuma. Kama Qur'ani itapatikana inapiga Biblia, Qur'ani itakuwa inatumiwa na makafiri leo. Nimejaza hoja zangu kwenye vitabu, si ati ya kwamba nimetukana. Kama hiyo ndio mnaitaka matusi, basi hiyo ndio matusi yangu hiyo. Lakini matusi yangu nimeweka kwenye vitabu, sijaandika, nimenunua hapa 20. Tena maduka yenu Waislamu, hapo ndio nimenunua. Sasa kwa sababu vitabu ambavyo nimenunua kwa duka zenu ndio zimeleta hoja makafiri ni wapingaji, lazima kuwe na kauli tangulizi, ndio kauli itakayokuja nyuma iwe ni kauli ya wapingaji. Jana nimesikia hoja dhaifu kutoka kwenye mwalimu wenu, hata kwa sababu Biblia hata Kutoka inaitwa kitabu ambacho kimepewa maana ya watu kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani, ndio anakataa Biblia kwa sababu iko na kutoka. Sasa mimi nikashangaa wakati Qur'ani inakubali Biblia. Labda walimu wa Kiislamu ndio wanakataa Biblia, lakini Qur'ani itakataa Biblia? Haitakataa. Qur'ani inakubali. Na kwa sababu Qur'ani inakubali Biblia na inasema Biblia ilitangulia, na ni Qur'ani imesema lazima tusome Biblia kwanza. Ikiwa Qur'ani itapiga Biblia, hapa ndipo utajua Qur'ani ni ya makafiri. Kwanza ukisoma Qur'ani utapata sura ya nyuki, sura ya ng'ombe. Sasa ukija useme kwamba ng'ombe kwa sababu imetajwa ndio iliandika Qur'ani, hiyo ni sura ya sifa, kile kimeandikwa ndani ikapewa sifa hiyo sura. Kwa hiyo sije kuangalia sura ukasema sura ni ya kile kimeandikwa hapo juu. Sasa tunaingia sasa, kwa sababu kuna vitabu vilivyotangulia, Torati, Zaburi, Injili. Hizi vitabu wa Islamu bila kuzitoa mkaziwekelea hapa, hamtakuwa na uwezo wa kukataa Biblia. Labda leo mpate Biblia ama mpate Torati, mpate Zaburi, mpate Injili, ndio mpige Biblia. Lakini mkiwa hamuna, itakuwa ni porojo. Porojo maana yake kuogea maneno usio na ushahidi. Sasa kwanza ninauliza Torati, Musa ana vitabu 5. Hebu nisaidie Mwanzo 1:1. Inaitwaje hiyo? Hapo juu nisomee hapo. Inasema Mwanzo 1:1 pale juu kinaitwa kitabu cha Mwanzo 1:1. Hapo juu inasema hapo mwanzo, inasema kwamba kitabu cha Mwanzo cha Musa, hata cha nani? Cha Musa, kiitwacho Mwanzo. Basi hiyo ni kitabu cha mwanzo cha Musa, kinaitwa Mwanzo. Sasa kwa sababu Musa ana vitabu 5 ndani ya Biblia, tunauliza Musa, kuna maneno umewahi kuambiwa na Mungu na mtume aliyekuja na Qur'ani akaja kupinga? Nisaidie kitabu kinaitwa Kutoka 2:22. Kutoka 2:22 kitabu ni cha Kutoka. Alafu naweka challenge, kama kuna nabii mwingine amewahi piga hiyo except Muhammad na Waislamu, na Muhammad akiwa amepinga na Waislamu ni wapingaji, kwa Kiarabu ni makafiri. Tuone vitu bwana. Nao umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni nani? Ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa hapa Mungu anamwambia Musa ya kwamba ana mwana anaitwa Israeli. Kwa hivyo Mungu aliyetuma Musa ana mwana, lakini Mungu aliyetuma Muhammad alikuja kupinga ama alikuja kukubali? Nisaidie Qur'ani 6:101. Kwa hoja hiyo Waislamu wote ni makafiri. Kwa nini mnapinga
kauli tangulizi. Soma hiyo. 601 inaitwa Suratul An'am. Inasemaje? Inasema hivi 601. Twende. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Maliza. Inamkilikaje hawa na mwana? Hali hana mke. Kumbe wakati Muhammad alipokuja alikuja kusema Mungu hana nani? Hana mwana. Lakini Musa aliyetangulia alisema Mungu hana nani? Hana mwana. Kwa hivyo kauli ya Muhammad ni ya kupinga ama si ya kupinga? Ni ya kupinga. Kwa hivyo kauli ya Muhammad ni ya Waislamu, ni kauli ya makafiri ya kupinga. Hilo ni neno la sifa, sio matusi. Hiyo ni neno la sifa, kupinga. Sikiliza hoja zangu. Hoja zangu zimekuja ya kwamba neno kafiri ni upingaji. Qur'ani imekubali, Biblia ilitangulia, Qur'ani ndio imekubali. Tunaijia ya pili sasa. Tunauliza Daudi kwa sababu yeye ni nabii, anaweza akapinga kama Muhammad 2:7 Zaburi? Kama mnakataa hiyo Zaburi, leteni Zaburi ya Daudi tuione kama mnao. Inasema hamuna, mmebaki tu kusema unajua kulikuwa Zaburi sijui ikafanywa Mungu akiwa amelala. Zaburi ya Mungu igali na Wakristo wanayo. Nini mmebaki tu mdomo? Hamna. Tena vitu bana. Nitahubiri amri. Bwana aliniambia. Mungu aliniambia. Ndio mwanangu. Maliza. Mimi leo nimekuzaa. Kumbe Mungu wa Daudi ana mwana, sawa kabisa. Mungu wa Musa ana mwana, sawa kabisa. Lakini Mungu wa Muhammad hana mwana. Kwa hivyo Mungu wa Muhammad ndiye anapinga kauli iliyofanyaje? Iliyotangulia. Kwa hivyo kauli ya Qur'ani ni ya kupinga na ukafiri. Ni neno la Kiarabu, maana yake upingaji. Kwa hivyo Waislamu tukiwaita makafiri tumewakosea? Hatujakosea. Hiyo ndio sifa yao bana. Hiyo ndio sifa yao. Sasa tunauliza sasa, hivi Waislamu ibada ambayo wanafanya leo ni ibada ya makafiri ama sio ibada ya makafiri? Hebu tuchukulie maisha ya Mtume Muhammad, ukurasa wa 32. Kitabu kimeandikwa na aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya, anaitwa Farsi. Anaandika historia ya Muhammad, ukurasa wa 32. Niko hapo mwalimu. Soma haraka bwana. Tangu kabla ya kuja Uislamu, ilikuwa ni mahali patakatifu kwa Waarabu. Kila mwaka walikuwa wakija kuhiji. Miezi hii wanayotumia sasa Waislamu. Kuna Waislamu ibada yao yenye wanafanya leo ya hija ilikuwa ibada ya nani? Ya Waarabu. Sasa hao Waarabu walikuwa makafiri ama hawakuwa makafiri? Mwalimu wangu niko Nehemia 4:7. Waarabu ni makafiri. Nehemia 4:7. Niko na dakika 4. Na mimi naomba mwenye atakayekuja aje aseme neno kafiri maana yake nini. Sio kusema nini wasema Yesu ni Mungu, nini ni makafiri mlako huru. Ngoja hiyo dakika 5 ndio utashangaa. Tena vitu bwana. Inasema lakini ikawa Sambalati, na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuzitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakagajibika mno. Kuna makafiri walikuwa wanaghadhabika Yerusalemu ikijengwa, na ndani ya hao makafiri Waarabu wako ndani. Kwa hivyo Waarabu ndio walikuwa makafiri na ibada yao ni ya ukafiri, na Waislamu wakaja wakafanya ibada hiyo ya makafiri. Hata Al-Kaaba makafiri walikuwa wamejaza ije na ndani masanamu. Wakati Muhammad alikuja akachukua masanamu 360 akayafanya Mungu mmoja. Hao masanamu 360 wakafanywa Mungu mmoja, wakamuita Allahu Akbar. Ni hivyo. Upende usipende ni hivyo. Ni vile hujasoma, wewe unakuja tu hapa kwa muadhara tu. Sasa kama ninataka sasa kwa hoja zangu, sasa naomba unisaidie 3:11 Qur'ani kwanza inawaita Waislamu makafiri. Sasa nagoja ile maneno nijielewesha mimi. Nieleweshe Muhammad. Hiyo na kuachia kibarua. Uje uniambie umma maana yake nini? Na si kwa mdomo. Unisomea kwa hivi vitabu. Nimekuletea zote hapa. Maana ya jina umma. Soma hiyo. Mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammad. Wa umma wako nani? Nabii Muhammad. Kumbe makafiri ni wa umma wa nani? Wa Muhammad. Kwa hivyo umma wa Muhammad ndio makafiri. Sasa nimekuachia swali. Umma maana yake nini? Sasa leta hiyo generation yako
ndio baadaye ufuate na nyundo baadaye. Mwalimu wangu niko, kwa sababu upingaji ndio unaitwa. Hebu nisaidie 15:20 kutoka 15:20 kutoka. Inasemaje? 15:20 ni kitabu cha Kutoka. Inasemaje? Inasema hivi, ndio. Na Miriam nabii mke. Kumbe zamani kulikuwa na nabii mke anaitwaje? Miriam. Anaitwaje? Miriam. Tuulize Muhammad ulikuja ukakubali ama ulikuja ukapinga? 16:43 Qur'ani. Ninyi Waislamu mnatumia kitabu cha Qur'ani, kitabu cha kupinga manabii waliotangulia. 16:43 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Nasi hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako, maliza, isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wahi. Kumbe Muhammad anasema mitume wote walituma ni wanaume, wakati kulikuwa nabii Miriam, nabii mke. Kwa hivyo Waislamu nyinyi mnatumia Qur'ani ya kupinga iliyo na sifa ya makafiri. Wanaotumia Qur'ani ni makafiri. Ile Yuda nikae 1:4 kitabu ni cha Yuda. Twende kazi hapo. Inasema hivi 1:4 kitabu ni cha Yuda. Twende. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Nani? Makafiri. Twende. Wabadiliwa neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi na kumkana na humkana yeye aliye peke yake Mola na nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe makafiri wanabadilisha maneno ya nani? Ya Mungu. Wanamkana Mungu na Yesu nani? Kristo. Kwa hivyo nyinyi Waislamu, nyinyi ni makafiri kwa mujibu wa hoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya. Assalamu alaikum.